I hope kitu nimesikia about our soldiers, the KDF involvement in the shooting pale parliament during the Gen Z demos is false. I hope it is false. Because if it is true, mtakuwa mmetuumiza moyo sana. You are our last hope. Tulikuwa tunafikiri mta defend wananchi. Without us, sasa, let's say, sisi wananchi wa Kenya tuko. Police, the military, na government mbaki. Mtaongoza nani? Wanajeshi mtakuwa mnalinda nani? Mtakuwa mnalinda nani? Sasa sisi hatuko. Tumetoka, tumeenda Tanzania, tumeenda Uganda, tumeenda wapi? Mbaki na Kenya. The military, the president na cabinet yake, na police mbaki. Mtalinda nani? Na government mtaongoza nani? Why are you being harsh on us? I hope that thing I've heard pale BBC expose. Yule jamaa alitoa bullet yenye iliweka yule demonstrator Gen Z chini is not a KDF officer. Yani all this time tumekuwa tukilaumu Kenya police, tukilaumu prison, tukilaumu hawa wanaitwa nani? Hawa nani? GSU, tukiwalaumu tukisema wanapiga tear gas, wanarusha bullets. Kumbe hata nyinyi military wetu mlikuwa ndani. Sisi tulikuwa tunafikiri nyinyi mlikuja to the last minute. Kumbe mlikuwa mko ndani. Why? Kwa nini mnatumia bullets on us? Why? Kama tunarusha mawe, pia nyinyi mrushe mawe. Why use bullets? Hizo bullets mnatumia kazi gani? And our military, you are our last hope. Yani nyinyi ndio mlikuwa nyinyi ndio nafikiri you are the most professional military in the world. Sasa imefika mpaka ameanza kutumika. Mnataka kutumaliza. Tumalizeni basi. Tumalizeni, mbaki na Kenya tuachie. Kwa sababu tukisema hii kitu inatumiza, mnakuja na bullets. Hatupendi sheria, mnakuja na bullets. Toeni hii, mnakuja na bullets. Tumalizeni basi. Finishes. Mimi nimeshtuka sana baada kurealize our soldiers wenye tulikuwa tunawapenda, you are part of that. You are part, mlitumika. Nimeona kwa mshangao sana. Unajua media za hapa Kenya zionyesha vitu kama hizo. BBC imetuonyesha. Yani ndio nimetoka saa hii watch ile documentary ya BBC ile ya maandamano ya June last year. The Bloody Parliament. Mimi nakwambia hii kitu ni so heartbreaking. So painful hata kuangalia tu hizo clips. Painful kabisa. Kuona youth, watoto wadogo wakimalizwa na risasi. Painful hata kuwatch. Na wale watu wanawamaliza ni wale watu wanafaa kuwachunga. Na au mayouth wale watoto wanamalizwa. Hakuna mtu amebeba silaha. Those people are unarmed. Hakuna kitu wamebeba. Hawana bunduki, ni bendera wamebeba. Kama nchi hatutasahau siku kama hiyo. Yani kitu mbaya sana kufikiria kitu. Na ndio maana nowadays wa Kenya hata wiko proud to be Kenyans. Sasa hata ukiangalia mahali popote, wa Kenya wimbi national anthem, lakini ukileta ile anthem ya East Africa wanaimba. Kenyans are not proud to be Kenyans kwa sababu ya zile vitu zinafanyika hapa Kenya. Na sisi tunasema hizo damu ambazo mlimwaga, hizo damu mlimwaga innocent, mahali ziko zipiganie haki. Mahali ziko zipigane na wale watu ambao waliwaua. Hivyo. Yes. BBC documentary clearly shows you who killed us, right? It shows us. It shows. So, other than me being angry, najua nilikuwa anga yangu ilikuwa imepungua kidogo, right? It's like I was forgetting. I've watched that documentary and I'm now angry. I can see the hypocrisy in the president. Yes, I've been reminded of his hypocrisy. The first time he called us Jambazi, and then he came back and said he has toned down, and I've been reminded that. And also I've been reminded that if a camera person, a journalist can pinpoint who killed us, and IPOA, hiyo documentary ikiisha hapo karibu, ikiisha, wameandika, and the IPOA says that this is an active investigation. Active events, something that took a photographer, a journalist, just pinpointing. And I suppose wanafaa kukuwa na a very serious investigation.
So they know who killed us. They just don't care. They just don't care. Manjambazi, watu wenye ni jambazi, mtu alikuwa butcherman. Thank to Edemba, the guy. He saved everyone. Even being a journalist, he saved these people. Unajua, anytime you want to forget how this regime killed us, endanga tu kwa hiyo documentary. Hiyo documentary niliona asubuhi nikiona niliona ilikuwa na 5.4k views. Then I had some errands, nikakuja nikaimalizia sahi iko na around 300k views. Please, the 300,000 people, don't forget, this regime killed us, never apologized, and another nini nakuja tena, hizi mambo ya finance bill inakuja ingine, we will not forget. Mimi sitasahau, by the way. You check at it, you look at those innocent souls. 1 minute they are alive, 1 minute they have been dropped dead. And we know, we have been shown who killed. Okay. How do people get justice in this country? Because you tell me, man. BBC wameamua sugue kidonda na brush banze. Yeah? Unaenda kwa hospitali, BBC anaamua sugue kidonda na brush. Nakwambia, after watching the documentary, manze, mtu hasira sijui zinatoka wapi. Manze, una watch na hasira mingi. Yani hii Kenya tungekuanga kama US, manze. Tungekuanga tu tunaitikisho kila mtu abebe gotora yake. Manze, watu wengi sana wangekuwa hai. Watu wengi. Manze, nasitaki hata kuimagine kuna mtu tu kimeketi somewhere kinasema washandwe, walikuwa wamepeleka nini. I know kuna mtu anafikiria hivyo. Kuna mtu tu ameketi anawacha anasema walikuwa wameenda kufanya nini. Najua kuna mtu. Wewe. Anyways, manze, na feel nimechukia men in uniform. Even you don't care if you have sisters, brothers, uncles, ukas, wazazi kwa army, kwa security services, una feel tu umewachukia. It's a sad moment. Hiyo documentary ya BBC, The Blood Parliament, msichukulie kimzamza. Kuna watu inaenda kufunga. Hii ni mlango ya kuingia Hague. Hiyo documentary yenye mmeona si kitu mchezo ya kuchukulia. Msichukulie hivi. Haikutolewa tu watu waone. Hapana. Hapa kuna njama mingi sana. Hapa kuna watu wataenda Hague, nawaambia ukweli. Yoyote ambaye alihusika, hii ni evidence enough. Hii ni evidence tu alikuwa anatoa. Kuna watu wataumia zaidi. So, wale mnaona hiyo mambo ya BBC, msichukulie mzamza. Hii imefungua njia kwa watu wengine hata kufungwa. Kuna watu watafungwa kwa sababu ya hii kitu. Hii si ati lazima ifanyike saa hii ama kesho. Hii ni evidence ambayo itakuja kufunga watu. BBC wamerelease movie. Wachana zile za DJ Afro za kupelekwa moja kwa moja mpaka Vietnam. Have you taken your few minutes kufollow na kuwatch hiyo documentary ya Gen Z demonstrations? Let me tell you. Enyewe wa Kenya, this was actually that's a movie. Kama hujawatch Bukimbi ukawatch. Na mimi nataka kuambia hivi, kama hauta learn something through your documentary, enyewe we are going nowhere. Because I feel like they have revived the pain that we had ya lose young people. Okay? The family, the pain imekuwa revived. Na the more tunakuwa revived, the more tunafaa kukuwa woke. Okay? We saw exactly what happened. Do you still want that to happen again and again and again? 2027, what is your plan? Do you still want people to die? Do you still want people to die because of they are fighting for their rights? Guys, let us stay woke. Someone must go. Someone should go, ladies and gentlemen. Yani kulipisha hiyo blood ya the young people who die.